lakini makosa kama yale na unafunga magoli ile kama yale, lazima watu wajiulize. Kwa hiyo Hamisi Kabwe, kama ni kujiuliza hapo, manake ni kama kuna haja ya kwenda kulichunguza hilo goli, pengine kuna vitu ambavyo viko nyuma yake. TAKUKURU itakiwa waingie katikati hapo. Sasa kuna kitu kimoja ambacho mimi nafikiri wanaweza kuturahisishia labda TAKUKURU, sio kwenye mechi tu ya Yanga na Singida, mechi zote zilizobaki za ligi. Ukiniuliza mimi, tunahitaji TAKUKURU katika wakati muhimu sana ambao TAKUKURU wanahitajika, kuanzia mechi za timu kushuka ligi na timu ambazo zinagombania ubingwa. Hamisi Kabwe. Vipi? Safi, mambo vipi? Kwema. Bwana, mimi nimekupigia simu tupige maneno kidogo. Sasa nini tunasema? Bwana, tupige story kuhusiana na mchezo wa Yanga na Singida Black Stars. Watu walijua pengine ungekuwa mchezo mgumu sana ambao pengine Yanga angedondosha pointi kwa sababu Singida pia na kikosi kizuri, wachezaji wa kimataifa wengi na wenye uzoefu mkubwa. Kwa upande wako umeona ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Mchezo rahisi sana kwa Yanga, very easy. Mchezo ambao huwezi kutegemea kama utakuwa na ushindani wa aina hiyo, kwa sababu tabia za mchezo wa Yanga na Singida Black Stars zinafahamika, ni mchezo rahisi. Yani ingekuwa ni mechi ambayo ina ushindani, at least watu wengi tungezungumza kwamba kweli hii mechi itakuwa na ushindani, lakini mechi ya Yanga na Singida haijawahi kuwa na ushindani hata kidogo. Licha ya Singida Black Stars kuwa timu timu ya 4 ambayo inaongoza kuwa na wachezaji wengi wa kimataifa, wachezaji wengi bora, wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kukompiti kwenye level kubwa ya Simba, Yanga na Azam FC, lakini bado wameshindwa kutoa hiyo challenge mara nyingi wanakutana na Young Africans. So mimi nilijua kwa mechi ya Yanga na Singida ni kama filamu za Netflix, inaanza hapa ina mwisho wake pale. Kama inakuwa hiyo kauli wewe kuzungumza Eva, ndio kuhusiana na Arsenal kuchukua ubingwa, lakini Eva tayari Arsenal prove wrong, lakini mimi naamini kabisa yani bado hiyo kauli hawezi kuniprove wrong Singida, kwa sababu wameshindwa kucompete kwenye hiyo level. Kaka, unategemea mechi ya Singida na Yanga kuwa mechi yenye ushindani? Of course sio kwa sababu labda unataka Yanga wafungwe, no, ni kwa sababu tunahitaji mechi bora, mechi nzuri ya kukata na soka. Kuna big matches. Unaona mechi ya Simba na Singida, unajua inakuwa ina amsha, kila mtu anaanza kuiangalia kwa sababu inakuwa na ushindani. Hata kama unakuta Singida wanapoteza, lakini Simba cha moto anakiona kweli. Mzee, mechi ya Singida labda na Azam FC, unaona kabisa kuna ushindani. Mzee, mechi ya Azam FC na Simba, mzee, mechi ya Azam FC na Yanga, miongoni mwa mechi chache ambazo zinaweza zikatupa burudani ni pamoja na mechi ya Singida na hizi timu zote 3, kwa sababu wao ndio top wetu wanawakilisha kimataifa. Kama Singida anaweza kukompiti vizuri kimataifa, akaweza kufanikisha hata kutaka kufuzu kwenye hatua ya makundi na kutoka kwenye hatua ya makundi kwenda robo finali, waya stege mzuri kwenye ligi ya Tanzania. Kuna eneo ukifikiria Singida kwa ushindani ambao wanaotoa, kuna muda utamani hata wengine tofauti kutaka kutuwakilisha, kwa sababu bado wameshindwa kutupa game bora yenye uwezo mkubwa sana, na sisi wapenda mpira tukaenjoy football. Kwa hiyo katika zile game chache ambazo huwa tunaenjoy wa Tanzania, game ya Singida na Yanga tupa kule, haijawahi kuwa game kubwa. Kwani Hamisi Kabwe, ukizungumza hivyo hujaona kama kulikuwa na mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana? Kwani kufungwa 3 ndio unaweza kusema kwamba pengine kuna kitu ambacho hakikukaa sawa? Hapana, kufungwa 3 sio sababu ya kwamba kirahisi kabisa yani Yanga inaweza kupata matokeo labda kwa Singida, no. Tatizo ni kwamba game yenyewe ulikuwa ukiangalia, unaweza ukatamani kuangalia game labda ya KMC na Young Africans kuliko game ya Singida na Young Africans, ama game ile game ya Tanzania Prisons na Young Africans iliyochezwa Dodoma ilikuwa nzuri licha ya mazonge mengi kuliko hata game ya Singida
na Young Africans kuanzia ya kwanza mpaka ya pili. Kwa nini? Kwa sababu kwanza aina ya magoli. Goli alofungwa la kwanza ametacha Mnata. Kwa kweli kabisa. Huwezi kupanga ukuta sehemu ambapo wewe unasimama. Ina maana ni rahisi mpigaji akikupigia wewe kutokuona mpira, matokeo yake ni nini? Hawa ndio kwa ameokevu ule mpira. Unafikiria ukutaka upanga alafu kaacha space ambayo mtu ambaye anatumia akili, mtu ambaye anacheza mpira kwa muda mrefu, mtu ambaye ana technical ability kubwa kama Hawa Lokeo, ukimwachia space ambaye ana uwezo wa kupiga na akafunga, hata ipiga ile space ukuta ulopangwa, uliacha space ambayo Hawa Lokeo kwa ubora na uzoefu alikuwa nao lazima angepiga pale, lakini yeye pia alienda kukaa nyuma ya ukuta anaupanga. Sasa mfano mpira ndio unapigwa, unauonaje na kudaka, matokeo yake ile mpira ulipopigwa unaona kabisa ni kama vile ulimshtukiza. Ndio maana mwisho wa siku benchi la ufundi litaliati kumtoa. So alikuwa ni makosa moja kwa moja yametacha Mnata, kwa maana kwamba ulikuwa ni uzembe. Kwa hiyo hapo tunazungumzia uzembe wa golikipa na sio timu ya Singida Black Stars. Kuna uzembe wa golikipa na timu ya Singida Black Stars, kwa sababu kipa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaunda timu, na hakuna sehemu sensitive kama eneo la golikipa. Ukifanya kosa moja ni goli, ukifanya kosa la pili ni goli. Tofauti na eneo la decline, tofauti na eneo la midfielder, tofauti na eneo la ushambuliaji. Ukifanya makosa yanaweza kurekebishika, lakini eneo la golikipa ndio linabeba timu. Ukifanya wewe kosa la kizembe ndio umeenda kuiangamiza timu. Lakini angalia goli la pili, move ambao wanaitengeneza Young Africans 5 against 3, yani wachezaji walikuwa 5 wa Singida dhidi ya 3 wa Young Africans. Chris Dube anafanya mkimbio easy, Antekoff Sirili anamwangalia, wakati yuko na Mudathir Yahya inatoka rebound kutoka goalkeeper Obasogi Amas baada ya kugongana na Abdulmalik Zakaria. Mtu wa kwanza kureact alikuwa ni Mudathir Yahya. Antekoff Sirili alimwangalia Chris Dube, anamwangalia pia na Mudathir Yahya. Kwenye mazingira kama hayo, ina maana ni poor defending. Poor defending ni makosa ambayo kwa timu kama Singida kufunga goli kama lile lazima tuifikirie. Hii ni timu ambayo ina wachezaji wengi wenye quality. Tunazungumzia kina Kennedy Juma, wana uzoefu wa kutosha. Abdulmalik Zakaria wamemtoa Mashujaa, moja kati ya talent ambazo zinakuja vizuri sana. Una Antekoff Sirili, una Ibrahim Mwimoro kwenye eneo la backline. Lakini makosa kama yale na unafunga magoli ile kama yale, lazima watu wajiulize. Kwa hiyo Hamisi Kabwe, kama ni kujiuliza hapo, manake ni kama kuna haja ya kwenda kulichunguza hilo goli, pengine kuna vitu ambavyo viko nyuma yake. TAKUKURU itakiwa waingie katikati hapo. Sasa kuna kitu kimoja ambacho mimi nafikiri wanaweza kuturahisishia labda TAKUKURU, sio kwenye mechi ya Yanga na Singida, mechi zote zilizobaki za ligi. Ukiniuliza mimi, tunahitaji TAKUKURU katika wakati muhimu sana ambao TAKUKURU wanahitajika, kuanzia mechi za timu kushuka ligi na timu ambazo zinagombania ubingwa. Kwa wakati huu tunaona mazonge mengi sana ambayo kiuhalisia hapo ndio tutapata kujua ligi yetu iliendeshaje. Kaka, lengo la madhumuni ni kupata fair competition, tuone ushindani. Sasa ligi ambayo unajua matokeo yake, yani wao kesho wao watafungwa. Sasa unaja kuangalia hiyo ligi, kuna haja gani hata thamani ya mdhamini wa ligi inaonekana wapi? Thamani ya wadhamini wengine inaonekana wapi? Kwa hiyo kuna wasiwasi kwamba kuna baadhi ya timu ambazo zinaenda kushindania ubingwa, na kuna zingine kwenye top 4, kuna zingine za kwenye playoff na kushuka. Inawezekana pale kuna namna ya kupanga matokeo yakatokea, TAKUKURU itabidi waingie hapo katikati kuzuia. Yes, kwa kushirikiana na TFF na moja, kwa sababu haya mambo yapo na yashazungumzwa na inafahamika. Tena ukienda championship ndio inazungumzwa kila siku. Na kuna kupanda pia, na kuna timu zinatakiwa zipande ligi kuu. Kote huu ndio wakati sasa TAKUKURU wa kuingia sasa. So kwa sababu inabidi tuanze hapa, ndio patamu hapa kuingilia hapa. Wataweza kubaini vitu vingi sana, kwa sababu hapa ndio pana mtafaruku mkubwa sana. Mimi nakwambia ukweli, Lugano, lakini wakisema ni waandishi tu ndio wakachunguza na kadhalika, wakati wao ndio wataalamu hivi vitu, wanakosea. Hapa ndipo pa kuingia kati na kufuatilia vizuri zaidi. Mimi naamini hivyo, kwa sababu
Sisi hatuna huo uweledi. Sisi hatuna huo uweledi. Narudia tena kukwambia. Mtu akwambia, "Oh, hakuna hivyo vitu," ni mnafiki, muongo, mzaniki, aondoke kabisa. Afrika kuna huo uweledi. Hakuna huo uweledi. Trust me. Kwa hiyo tukazungumzia kwenye hata mazingira ya goli lililofungwa linaleta mashaka bila shaka la Metacha Mnata. Kwa kifupi, ni ngumu kuweza kushutumu moja kwa moja, lakini kwangu mimi ilikuwa ni poor defending. Metacha Mnata hakuzuia vizuri. Yaani uwezo wake au kuna mazingira mengine ambayo yanafikirisha sasa. Sasa mwisho wa siku ni ngumu sasa kuweza kuthibitisha. Ni ngumu. Lakini inafikirisha. Ni ngumu. Naam, nilikuwa nazungumza na Hamisi Kabwe, mmoja kati ya wachambuzi wa mpira wa miguu hapa Tanzania, akitoa mashaka yake kuhusiana na goli la Metacha Mnata, kwamba ni goli ndio Yanga amepata goli lakini linafikirisha, pamoja na kwamba ni makosa. Unaweza kuzungumza golikipa anaweza kana makosa, lakini linafikirisha, ndani yake kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana, umeichagua Lake Media, endelea kuifuatilia Lake Media. Comment, subscribe, like, na kama uje subscribe basi subscribe ili tuendelee kufahamishana taarifa mbalimbali za kimichezo na mambo mengine kama hayo. Mpaka wakati mwingine, chao.